friend, ule mtu angetoa William Ruto si hawa kikundi au udaku. Ni wale tu wale mmedharau. Ule mtu mliita muganga, mchawi, mtu wa standawili, mugoroki. Ndio wako na mawe ya kutoa Ruto. Hao wengine yote nyinyi hakuna mali mtaenda. Na mimi nataka niwaambie bure. Hii tribe ambayo mlikuwa mnatuambia Gen Z kujensia Raila ambao ni wengi zaidi. Ndio walikuwa kwa maandamano ya kwanza, wale wote waliingia parliament, ilikuwa jinsi ya Raila. Wakati Raila Odinga aligusa tu uhuru hivi, pap. Jinsi ya Raila aliona, walijikanyaga tu Ruto hivi, aliona alisalamia na Ruto hivi. Jinsi ya Raila ambao ni kichwa kutoka hapa Mathare, Oroma, Korokocho, Kibra, waliona baba amesalamiana na Usakayo. Wacha sisi turudi nyuma. Siku tuliwacha Jensi Brown kutoka hapa Thika Road, walirudi kwa kiwanja. Sasa Eugene Wamalwa anapigia, juzi Eugene alilia akisema kwa interview ya kwamba anapigia Salasi ya simu achukui. Salasi anamwambia anatafuta, hana time ya udaku, anatafuta president ya nchi. Ukitaka kujua, na nilisema hapa ya kwamba kitu kilifanyika in 1992 between Oginga Odinga, Matiba na Moi ndiye inaenda kufanyika. Hakuna chama ilikuwa strong kuliko Ford Kenya. Nili lilifanyika in 1992. Oginga alienda kivyake, Matiba kivyake, na akaplantiwa Kibaki. Moi alishinda kidogo, watu wakasema wangeungana wangepata nini, lakini Moi alibaki nini kwa kiti. So hii wave ya Ruto must go, si wave kuliko ya 1992. Hii wave ijafikia ya Pentagon 2007. Hii yenyu. So sahi kama Salasi sasa toka Dab, anataka president, akanakimbia na gari 10. Ule Salasi juzi alipeana, alitoa payslip yake. Ni mtu wa kujaza mafuta kwa gari 10. Nani anamjazia? Gachagua pia sahi yako na hana pesa. Hata hiyo media nasikia anachukuliwa deni, akichukua mtu wake akichukua president atalipa. Na Salasi anazunguka Kenya mzima. Kesho tena kwa hiyo kikundi yao, wacha niwaambie. Hata hii Matiang'i ambao mliona watu wamejaza wengi mpaka wakisi sasa wanapigana sisi, tukienda game ya Gor wanaona ni kama sisi wajeluto tunataka kuzuia au kukuwa president. Wanapiga sisi bure, na tulikuwa nao kwa ODM. My friend, state wanaweza kumobilizia watu. Siku Gachagua ata launch hiyo nini yake, hiyo kilaunch hiyo party yake, government wanaweza simamia yeye atoe mpaka Wakikuyu wale wa Mpekotoni, amwekee fuel hao wafuate nini wafike. Yenye Gachagua akienda kwa negotiation na Kalonzo anasema hapana, picha ya watu wangu ndio hao, uone vile walikuwa wengi, uone lazima mtu wangu ndiye akuwe president. Siku Kalonzo pia wakilaunch hiyo wiper yake, Wakamba wote mpaka wale wako Mombasa wapi mpaka Luoni watajaa hapo. Si Matiang'i kila mkisi alitoka Nairobi, wote hata ule hapa nilipata alikuwa anaenda, sijui nani alimlipia fare. Naona sasa hii Matiang'i kuna kichwa gumu sana akisema watu wake wako wapi, wako nyuma yake. Siku Eugene Wamalwa pia ata launch party yake, pia itajaa hivi, wabukusu wote watakuwa hapo. Then sasa watu wakikuwa kwa meza, kila mtu anakuwa na kiburi ya kwamba mimi ndo niko na watu wengi. Basi sasa zile wakisema eti Kalonzo asimami, Kalonzo atafanya nini? Atatoroka na Wakamba wake. Wakisema natembea na nini Gadabi simami, Eugene atafanya nini? Nani atampea pesa ya kukampeni? So my friend, ule mtu angetoa William Ruto si hawa kikundi au udaku. Ni wale tu wale mmedharau. Ule mtu mliita muganga, mchawi, mtu wa standawili, mugoroki. Ndio wako na mawe ya kutoa Ruto. Hao wengine yote nyinyi hakuna mali mtaenda. Na mimi nataka niwaambie bure. Hii tribe ambayo mlikuwa mnatuambia Gen Z kujensia Raila ambao ni wengi zaidi. Ndio walikuwa kwa maandamano ya kwanza, wale wote waliingia parliament, ilikuwa jinsi ya Raila. Wakati Raila Odinga aligusa tu uhuru hivi, pap. Jinsi ya Raila aliona, walijikanyaga tu Ruto hivi, aliona alisalamia na Ruto hivi. Jinsi ya Raila ambao ni kichwa kutoka hapa Mathare, Oroma, Korokocho, Kibra, waliona baba amesalamia na Usakayo. Wacha sisi turudi nyuma. Siku tuliwacha Jensi Brown kutoka hapa Thika Road, walirudi kwa kiwanja. Walirudi. Juu ukiangalia wale waliingia parliament, angalia mtu yote Brown na meno ya yellow, uangalie parliament, hakuna. Ilikuwa watu nyeusi wote ndio walikuwa pale. So my friend, nataka niwaambie hii mambo yote ambayo mnapanga au nini, angalieni Migori juzi. Sisi mimi nilikuwa na president huko Migori. Bwana, ukiangalia mradi ambayo Ruto anafanya huko Nyanza, huko kwetu Migori, Nyanza. Na uangalie wakati tulisupport Uhuru Kenyatta kanona mpaka masikio. Hakuna kitu alitupea.
Sasa Ruto kwetu huko mradi nafanywa huko, soko zimefunguliwa, shule imejengwa pale University Rongo, amepeana mpaka buses. Ukienda huko Nyatike, uende Uriri, uingia Wendo, uende mpaka Migori huko Sibania. Ruto amefanya nini? Alafu mnatuambia tuache Ruto, tukuje tujoin nyinyi. Kama wakati tulikuwa na nyinyi Mungu tupea kitu ya maana, tuache huyu mtu wetu huyu ambaye tusaidia 2007. My friend, sisi bora Odinga kuna Ruto, sisi kwa kazi itakuwa ni Wakenya wapige kura, alafu sisi tulinde hiyo ama namna gani? Na mimi nikimalizia, nikiongea historia juzi ya MP wetu wa Ngondowere ambayo Mwenyezi Mungu alimpenda sana kuliko vile sisi tulimpenda. Akakubali achukuliwe na aende. Sio poa kuua mtu yeyote, kuwe mbunge, kuwe mtu raia mdogo, hafai kuenda kwa hiyo njia. But mimi nasema ya kwamba kama ukweli, bado narudia hiki tulisema, kama ukweli ya kwamba ni bodyguard wake na driver walijua nini nafanyika, then mimi siwezi laumu hao bodyguards. Inafaa kuwe lesson kwa viongozi wetu na kwa viongozi wetu ya kwamba bodyguard ni mtu. Ule mtu analinda maisha yako na bibi yako, watu wawili ambao wanafaa ufai kucheza nao.